es Salaam linaendelea kukua kila siku. Ni jiji la kwanza kwa biashara ya kitaifa na kimataifa nchini Tanzania. Licha ya ukuaji wake, kumekuwa na kupanda kwa gharama ya maisha. Kufahamu undani wa jambo hilo, leo Zetochi ya Tujijenge TV imemulika katika mitaa ya Manzese. Jina langu ni Fred Kuboja. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Zetochi ya Tujijenge TV. Mimi naitwa Shukuru Selemani, najishughulisha na udereva. Shughuli zangu ni udereva, magari ndo kama yale unayoona. Lakini tumekaa huku kutokana na hali ngumu ya uchumi unavyoendelea. Wateja hawaji, unataja bei sehemu ya kwenda tulikuwa tunaenda 20,000 sasa hivi 50,000. Raia yule 50,000 ya kuhamisha vyombo vyake hana. Umeona bwana? Kwa hiyo hali inakuwa ngumu. Baada ya kwenda mbele tunarudi nyuma. Sisi tulianza kuangalia dunia hii au tupo hapa duniani tumeanza kuzaliwa tangu enzi ya Nyerere. Nyerere kwa madarakani, sisi tumezaliwa tukiwa watoto. Tulikuwa tunaona wazazi wetu walipata tabu enzi hiyo, ukimbilia miogo huko ambao na unga wa njano huko nyuma huko. Naelekea sasa tunarudi tena huko tunapokwenda. Tofauti yake ni kuangalia majengo tu, magorofa yamekuwa nchini nyingi, magorofa si madaraja, mabarabara ndio maendeleo tunayoona, lakini sio maendeleo ya binadamu mmoja mmoja. Hapana, tunaumia kama tulivyokuwa tunaumia kipindi cha ukoloni huko. Raia ndio tunapata tabu huko sisi sasa hivi. Hela zetu zitoke mifukoni ndio ziende kwa matajiri. Unadhani hali hii inasababishwa na nini kwa maoni yako? Si nchi imeachiwa matajiri au viongozi walioachiwa katika nchi hii. Kiufupi kabisa kwamba wanamkandamiza mama tu. Mama mbaya, mama sio mbaya. Watendaji wake ndio wabaya, wasio waaminifu. Kila sehemu watu wanakuani, rushwa zinakuwa nyingi. Ukienda mababani, matrafiki, rushwa. Ukienda kwa hospitali vile dawa ukanunue. Sasa mimi raia naumwa huko chini. Kila kitu nikanunue, kodi yangu nakatwa. Ukienda si maiti mtu kafa vile ulipie. Unaenda kulazwa kwenye audi, kila kitu tabu. Hebu niambie kwanza maisha yanaenda vipi? Sasa tunapiga hatua gani? Unadhani nini kifanyike angalau mzigo kwa wananchi uweze kupungua ili maisha yaweze kuwa rahisi zaidi? Serikali iangalie raia wake, wahurumie raia, wakumbuke kwamba hata watendaji wa kazi wao wamepata nafasi kwenda kwa serikalini ili watuhudumie sisi. Sio sisi tuwahudumie wao. Si unanielewa kijana? Wao wanatakiwa tuangalie sisi kujua kabisa walikotoka huko Uswahilini, tabu walizosiacha, kwamba kuna watu wametumawaachia tabu. Sio sasa wakaenda wakafikiria mtu anakaa kwa serikalini aangalie raia, anaangalia atapataje hiki kipato. Wanamiliki mabasi mengi, wanamiliki magari mengi. Kila ukienda kampuni unaambiwa fulani, kila mtu si kiongozi fulani, hizi sijui serikali si hapo ofisi ya fulani. Sasa bado utendaji wenyewe wakati sisi watu wa chini tusiosoma huko chini ndo kabisa hakuna. Tunakwenda si madereva sasa hivi kila siku unaambiwa unakata leseni unaambiwa ukasomea hichi. Uenda kusomea bado urudi tena hichi. Kitu kimoja kinakaa magharimu kibao gharama. Bado huko tunapopaki parking huko wote. Tunataka tulipie kwa siku tena. Mtu anakuja kukamua mpaka parking huko unapopaki gari. Umepaki gari huko pembeni ya barabara kabisa. Serikali inakuja kuchukua tena mapato huko. Kila unakuja unamulika, unakuwa gari baba inadaiwa. Bado na wewe raia wa kawaida tajiri na mlipe kipande. Hebu niambie unahudumia vipi familia yako? Mafuta yamepanda gharama juu. Hebu niambie yule unaipata vipi? Namkandamiza nani ambaye anaweza kunilipa mimi mapato yote ili kalipe katika mapato ya serikali? Si raia wa kawaida chini anaipata wapi hela na mtu akaziana? Labda kwa ushauri wako, kwa sababu mambo yamekuwa ni mengi kweli, ukiangalia sasa hivi kuna gharama ya kupanda tena kwa gesi, mambo kibao sana sasa hivi na bidhaa nyingi zimepanda. Unadhani kwa upande wako zimewezaje kuathiri kwa namna gani maisha yako kuanzia ngazi ya familia mpaka kazi yako? Zina asili kwa sababu wao si wanatubana kwa vipato vyao. Nchi imeachiwa sana wafanyabiashara. Mfanyabiashara anataka maendeleo. Tumejengewa bwawa juzi tu hapo la umeme. Tunaambiwa bwawa likishaisha umeme unakuwa sawa. Umeme bado uko juu. Faida ile bwawa si hatulioni nini? Sawa bwana. Tunajengewa mahospitali ya wilaya, kata, sawa, majengo tunayaona, lakini huduma hakuna dawa, unaenda unaambiwa dawa kanunue. Umeona bwana? Ndio kama nilivyokuambia, mtu anakatwa kodi zake huko akiwa yuko hai. Utakapoumwa kwenda hospitali wewe ni balaa tupu. Unalala siku 2 siku 3, mtu anakufa unaambiwa madaiwa milioni 2 milioni 3. Sasa yeye hebu nifikirie, mtu unapanga huko katika upangaji wa chini, kazi una mlolongo wa kupata 50,000 wewe unaambiwa marehemu anadaiwa milioni 4 na ndugu yako. Unapata wapi hela kutoka hospitali milioni 4 au milioni 5? Bajeti ya mtu mmoja kumiliki milioni ndani wewe unaenda hospitali, leo ndugu yako amekufa, yeye sema kutumia sehemu ya serikali, unaambiwa unadaiwa milioni 4.
Unaipata wapi? Sasa tunakomolewa au tunasaidiwa? Kwa hiyo ili wao wenyewe watendaji wa serikali, watendaji tu ambao wako na huyo mama, wanaomsaidia mama, wakumbuke kwamba huko nyuma walipotoka wao wenzetu wamejitahidi kupata hizo kazi, wamesoma kwa sababu ya kutusaidia sisi. Wamepata kazi kwa sababu ya kutusaidia sisi, sio kujisaidia wao. Kujimbilikiza miela, jamani, kuna Mungu. Haitasaidia. Wakumbuke maana mwisho wao kesho watakapokufa hizo wanazipeleka wapi? Watakufa nazo. Ni hilo tu ndugu yangu, waangalie wao wenyewe. Bana, shukrani sana kwa muda wako na kutakia kila la heri. Mimi nashukuru bwana, karibuni sana. Kwa kweli biashara sasa hivi ni ngumu sana, ni ngumu. Vitu viko bei juu, chakula tunauza, mtu anakuja anakuambia anataka chakula cha 1000, anataka chakula cha 1500, tena cha kushiba. Biashara yenyewe hamna, unajikuta saa nyingine unauza tu, fanyeje? Maana utabaki na chakula, utakipeleka wapi? Lakini hali ya kiuchumi sasa hivi inatukwamisha sana. Kama mimi mwenyewe nakaa Mbezi mpaka kuanzia asubuhi mpaka jioni, na maana natumia shilingi 5000. Ukiangalia kipato ninachokipata hapa ni kidogo, uwalipe wasichana wawili na wewe uweze kupata angalau 200, bada linahitaji kulipiwa. Ukienda kununua samaki ziko juu, kwenye nyama iko juu, yani chochote. Dagaa sasa hivi tunanunua 6500. Alafu mtu hapa anataka chakula cha 1500, umwekee dagaa, umwekee nyama au samaki. Kwa kweli mpaka ikifika jioni unakuta kichwa kinauma, hujui uanzie wapi umalizie wapi. Unakuta unahangaika kila siku, msingi zingine unakata, uelewi ufanye nini. Basi tunapambana kwa sababu tushazoea kukimbizana kina mama, basi tunaendelea kukimbizana. Uwezi ukafunga ofisi, ukifunga mwenzio naye anahitaji, anataka naye ingie. Kwa hiyo tunabanana hivyo hivyo, ukipata 200 unamshukuru Mungu, siku ukikosa unamshukuru Mungu, ndio hivyo tunaenda kibiashara. Okay. Ombi lako moja tu wewe kama mpambanaji na mjasiriamali kwa serikali? Ombi langu jamani, tunaomba vitu angalau vishuke bei. Kama mkaa, nilikuwa natumia mkaa wa shilingi 8000 kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sasa hivi natumia mkaa wa shilingi 15000. Mkaa utoshi, unatamani upikie kuni, lakini ndio huko kwenye maeneo ya watu, huna jinsi. Ukiangalia kwa kweli, naomba tu Mama Samia hapo alipo atusikie kilio cha kina mama. Aendelee kutupigania kama anavyotupigania, asituache. Aendelee kutushika mkono, aangalie sisi tunavyopata shida. Bado tunahitaji, watoto wanahitaji kusoma, bado unakuta unalipia saa nyingine chumba. Basi ndio yangu ni hayo kwa kweli. Tunaomba wasikie kilio chetu. Tujijenge TV inazidi kumulika kila kona ya mitaa ya Manzese, na leo hapa nipo sokoni Manzese, nimekutana na mjasiriamali wa bidhaa mbalimbali. Mama, unaitwa nani na unajishughulisha na nini? Mimi naitwa Berta, najishughulisha na biashara ndogo ndogo kama vile kutwanga kisamvu, labda kuuza matunda, limao, pilipili, ndimu, naona papai, yani biashara ndogo ndogo zinazowasaidia familia yangu. Sasa hivi kuna gharama ya maisha ipo juu sana. Kwa upande wako hali hiyo inaathirije shughuli yako? Kwa kweli kwa upande wangu mimi au kwa upande wa wafanyabiashara jasiriamali wadogo, inakuja kutukosti kwenye upande wa nauli, kwa sababu nauli sasa hivi imeshaongezeka, na unapotoa mzigo shamba kuleta mjini, ina maana nauli ziko juu. Sasa ukija huku watu wameshazoea kununua kwa bei nafuu, ukija ukiwaongezea bei wanaona tayari pale umeshawakosti. Na maana asilimia kubwa biashara kama hizi za matunda, mapapai, vitu vidogo vidogo ambavyo vinavyohusika kama maembe, maparachichi vinavyooza, ina maana unapopandisha bei, matokeo yake vitu nafikia tu unatupa kutokana na bei si iko juu, na sisi tumepandisha bei kutokana na nauli nazo ziko juu. Sasa tunachoomba nauli zishushwe, kutokana wanatusaidia na sisi tunaotoa mashambani kuleta mijini, biashara ndogo ndogo. Unaona uwezo ule au msingi wa biashara kubwa au nauli ziko juu, unakuta unanunua biashara, unaona shamba unaweza kununua kwa bei ndogo, inakuja kupandisha nauli, utakuta msingi uliotumia shamba ni mdogo, nauli uliotumia ni kubwa kuliko msingi. Sasa tunaomba watusaidie kwa upande huo, sisi ambao hatuna misingi ile ya kutosheleza mahitaji, wanaotubana kwenye upande wa nini wa nauli, na hicho ndio kinachofanya tushindwe sisi wafanya biashara kufanya biashara.
kwa sababu utatoa kule ndio shamba utauza kwa bei nafuu. Je, utaisafirisha vipi ili kukizi ile nauli, na unavyokuja kuuza huku mjini utauzaje ili ipate kurudi ile faida, ipate kurudi na msingi, kwa sababu utakuja shtukia hela yote inateketea kwenye nini? Kwenye nauli. Sasa tunaona kama tunaumia sisi wenye misingi ya chini. Yaani kupanda kwa gharama ya maisha kumeniathiri vibaya mno, kwa sababu mimi ni mfanyabiashara. Naweza leo nakuta bidhaa leo bei. Katika ile pesa niloishika, najua msingi wangu unatosha. Nanunua, nafanya biashara, narudi nyumbani. Kesho nikija nimeshika pesa ile ile, nakuja tena kwenye biashara. Nakuta yani ule msingi nilioshika mimi hautoshi. Sasa utashangaa, mbona jana msingi wangu umetosha, nimenunua hiki na hiki na hiki na msingi umetosha, sikuwa na shida yoyote. Lakini unakuja kushtuka yani msingi hautoshi. Yani kila siku vitu vinapanda sana. Kila siku vitu vinapanda. Nini ombi lako kwa serikali angalau huo mzigo uweze kuondolewa kwa wananchi wanaoteseka na gharama kubwa ya maisha kupanda? Yani ombi langu kwa serikali, naomba isimamie hiki kitu. Tunaumia wafanyabiashara, tunaumia sana. Naomba wasimamie. Yani waangalie kwamba hiki kitu kinachouzwa. Yani hawa wakubwa wajitahidi tu kuzunguka masokoni. Waje waangalie kwamba leo wamekuta labda mchele unauzwa labda kilo 3,000, 2,800. Je, kesho wakija watakuta bei ile ile au imepanda? Basi watu wachukuliwe hatua, au kunakotoka hivyo vyakula. Basi waangalie, je, hao waliopandisha ni haki yao kupandisha au ndio hivyo wanaonea wafanya biashara? Basi wachukue sheria stahiki inayowezekana, lakini kweli tunaumia. Wafanya biashara tunaumia sana. Ni kweli hali ya mafuta changamoto, na pia vile abiria wameshazoea bei ambazo tulizokuwa tunawapakia awali, lakini kwa sasa imekuwa kidogo changamoto kutokana na mtu anakuja na bei yake kichwani. Leo sehemu ambayo ya 2,000 ukimwambia 4,000 hawezi kukuelewa. Kwa hiyo tunawakosa wateja wengi, sawa bwana. Kwa hiyo kunakuwa kuna changamoto kubwa sana. Vile inapelekea hata vyakula mtaani. Tulishazoea Manzese hapa tunakula chakula cha 2,000, 1,500. Sasa hivi ukila chakula cha mtu utakiwa uulize, usije ukagombana naye kwa sababu hali kidogo imekuwa tofauti sana. Si ni binadamu kwamba huwezi kusema kwamba maisha ambayo nilikuwa naishi kabla ya haya mambo kutokea tuseme kwamba huu mlipuko labda wa bei mafuta, si ndio? Tofauti na sasa. Kwa sababu kama inakulazimu kuacha 10,000 awali, basi sasa hivi utakiwa uache zaidi ya 10,000 kwa sababu kufidia, na kwa sababu unga sasa hivi ni 2,500, 2,000. Awali ni 1,800. Kwa natakiwa uongeze tu kidogo kiwango ili mradi mambo yaende. Mimi sio mzoefu sana au sio msomi sana au sijaelewa sana kuhusu serikali wanafanyaje inapofika sehemu kama hizi za mlipuko wa bei, sawa bwana. Lakini kama inawezekana ili waliangalie sana, hususani kwenye masuala ya usafirishaji. Mafuta imekuwa changamoto sana. Umeona gharama za maendeleo huku mtaani zimekuwa shida sana. Umeona bwana, vitu vimepanda bei. Sielewi kwamba ni serikali imeelekeza au ni watu tu binafsi wameamua kufumua mifumo yao ya bei kutokana na chanzo ni mafuta, sielewi. Kwa ombi langu kwa serikali, kama hili jambo ambalo tayari lishakuwa kama ni tatizo kwetu sisi wa hali ya chini kidogo, waangalie namna gani ambao wanaweza kutusaidia kwa sisi ambao wa hali ya kawaida sana, kwa sababu ni shakuwa changamoto sana. Kipindi hiki kimedhaminiwa na Casco Tanzania Limited, mabingwa wa usafirishaji na kuhamisha ofisi. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukatembelea katika kurasa zao za mitandao ya kijamii au ukafika moja kwa moja katika ofisi zao zinazopatikana Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam, ghorofa namba 2. Na huo ndo mwisho wa kipindi chetu cha The Torch ya Tujijenge TV. Usikose kusubscribe katika chaneli yetu ya YouTube na kutufollow katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Jina langu ni Freddy Kuboja.